Je, unawezaje kujua upo upande wa Mungu ama kujua upande niliopo ndio upande wa Mungu? Kwanza, kitu cha kwanza, wewe mwenyewe amua kuwa upande wa Mungu. Kwa upande wa Mungu ni kuamua kwamba uwepo kule ambapo Mungu yupo. Na kuamua kuwepo kule Mungu ambapo yupo, manake ni kujitenga na kujiepusha na upande ambao haufungamani na Mungu. Na upande wa giza, dunia ina mambo ambayo inayokuwa inayafanya. Dunia kuna namna ambavyo inavyokuwa inaishi. Dunia kuna namna ambavyo inavyokuwa inaamini. Dunia kuna namna ambavyo inavyokuwa inaenenda. Amua kwenda kinyume ambavyo na dunia inavyokuwa inaenenda. Dunia kuna utaratibu wake ambapo inaokuwa inaenda. Dunia kuna vitu ambavyo inaokuwa kuaminisha. Dunia kuna hekima yake ambayo inaokuaminisha kwamba hii ni hekima sahihi. Dunia inakuonyesha kwamba kuna namna ambavyo wewe unatakiwa uishi ili uweze kufanikiwa, ili uweze kutoboa. Wanasema kutoboa kwenye maisha, kwa namna ambavyo unatakiwa ufanye. Amua kuachana na hiyo namna. Amua kuachana na namna ambavyo dunia ilivyo. Amua kuachana na vile ambavyo dunia ambavyo inavyoenenda. Kama wewe ni kijana na unataka kuwa na maisha mazuri, na unataka kuwa na maisha mema, na unataka kuwa upande wa Mungu, kwanza, jambo la kwanza, kataa namna ambavyo dunia inavyokuwa inaenenda. Dunia inakuonyesha kwamba miziki ya dunia ni miziki mizuri. Dunia inakuonyesha kwamba ujana ndio muda wa kustarehe, lakini wewe kataa kustarehe. Dunia inakuonyesha kwamba ili upate kazi lazima kuwa kuna connection, lakini wewe amua kwamba siwezi kukubali kwamba nikapata kazi kwa sababu ya connection ya kutegemea kwa mtu. Lakini wewe amua kwamba ili mimi nipate kazi ina connection ambayo inayotegemea kutoka kwa Mungu. Hivyo ndivyo kuamua kuwa upande wa Mungu. Lakini mtu unawezaje ukasema kwamba je, ninawezaje nikaanza sasa kuwa upande wa Mungu, au ninaweza nikafanya namna gani ili kuwa upande wa Mungu? Jambo la kwanza, fanya maamuzi ya kumtafuta Mungu. Maandiko kwenye kile kitabu cha Isaya 55 na ule mstari wa 6 mpaka wa 7, maandiko yanasema, mtafuteni Bwana maadamu apatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya na aache njia zake, mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu na atamsamehe kabisa. Kama unataka kuwa na Mungu, kama unataka uwe na Mungu halisia, uwe na Mungu ambaye atakupa matokeo, mtafute Bwana. Amua kumtafuta Bwana kwa sababu apatikana. Maadamu apatikana, maadamu ni asubuhi, bado jioni haijafika, bado unayo hiyo nafasi, wakati ukiwa na nguvu, wakati bado ambapo una amani, wakati ambapo bado unaishi maisha ambapo hujashambuliwa na shetani, hamna bari lolote lililokupiga. Amua kumtafuta Mungu. Wakati ule ambapo unapozania kwamba ni wakati wa amani, ndio huo ambao Ibilisi atakuja kukupiga, na akija kukupiga hautakuwa tena kwenye upande wa Mungu, utakuwa umeshatoka kwenye upande wa Mungu. Utamtafuta Mungu, utamuita, lakini hataonekana. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mtafuteni maadamu apatikana na yu karibu. Lakini kuna wakati hatakuwa karibu, kuna wakati atakuwa yupo mbali. Utamuita wala hatasikia, utaomba rehema lakini hatasikia, kwa sababu yuko mbali na wewe. Kwa hiyo tafute Mungu bado ukiwa na amani. Mtafute Mungu wakati vita haijaibuka. Mtafute Mungu wakati magonjwa hayajaja. Mtafute Mungu wakati mafarakano hayajaja. Mtafute Mungu wakati ndoa yako ikiwa na amani. Mtafute Mungu wakati kazini bado haujatokea mafarakano. Mtafute Mungu wakati ambapo nyumbani kwako pamoja wewe na watoto wako hakuna mabaya yaliyoachiliwa. Mtafute Mungu kwa ajili ya watoto wako wakati ambapo watoto wako bado hawajaanza kukengeuka, bado hawajabadilika tabia zao, bado hawajakengeuka na kuwa mashoga, bado hawajakengeuka na kuwa wasagaji. Bado una nafasi ya kumtafuta Mungu. Mtafute Mungu ili watoto wako wasije wakaenda kwenye usagaji. Mtafute Mungu ili watoto wako wasije wakaenda kwenye ushoga. Watoto ambao wamekimbilia kwenye ushoga, si kwamba walipenda waende kule, lakini ni kwamba kuna namna ambavyo shetani aliweza kuwashambulia. Kuna namna ambavyo shetani aliweza kuwaasili.
watoto wako wanasoma boarding, watoto wako wanasoma shuleni. Huko shuleni hujui wanafundishwa kitu gani, huko shuleni hujui kuna mambo mangapi ambayo wanayoyapokea. Lakini wewe ukimtafuta Mungu, Mungu akiwa upande wako, watoto wako watabaki salama, watoto wako watafundishwa na Bwana, watoto wako watalindwa na Bwana, watoto wako watakuwa ni watoto wenye hekima, watoto wako watakuwa ni watoto wanaomcha Mungu, watoto wako watakuwa ni watoto wenye faida. Uzao wako utakuwa uzao uliobarikiwa, uzao wako utakuwa ni uzao wenye faida, uzao wako hautakuwa uzao wenye hasara, uzao wako hautakuwa uzao ambao utakuliza, uzao wako hautakuwa uzao ambao utajiuliza kwa nini nilimzaa huyu mtoto. Uzao wako hautakuwa ni wa majuto, utakuwa ni wa furaha na amani, kwa sababu umechagua kumtafuta Mungu na umeamua Mungu kuwa upande wako. Mtafute Mungu, ndugu yangu kijana, ambaye kwenye maisha yako unaona kwamba hamna namna nyingine ambayo unaweza ukatoboa. Umetumia nguvu nyingi sana kwenye maisha yako na unaona kwamba kabisa, ili niweze kutoboa sina namna nyingine, nimekosa namna ya kuweza kunifanikisha. Mtafute Mungu, ili Mungu akiwa upande wako hautaweza kushinda. Mtafute Mungu ili akufanikishe katika njia zako. Mtafute Mungu ili ufanikiwe kwa haraka zaidi. Hauna connection, hamna mtu ambaye ataweza kukusemea wewe, bali Mungu akiwa upande wako, Mungu atakusemea wewe, Mungu atakuinulia watu kwa sababu uko upande wake. Usijitafute mwenyewe kujifanikisha kwa akili zako wewe mwenyewe, usihangaike wewe mwenyewe kutafuta namna ya kufanikiwa, lakini mtafute Mungu uwe upande wake, na utakuwa umejihakikishia kwamba utafanikiwa na utashinda. Hata kama kutakuwa kuna namna gani, hata kama hakuna upenyo, lakini Mungu atatengeneza upenyo. Kama Mungu aliweza kuitawanya bahari ya Shamu, ndivyo hivyo ambavyo Mungu anaweza akatawanya njia, akatawanya ambapo hakuna namna ambavyo unaweza ukapita, Mungu akakutengenezea njia. Mungu akatawanya bahari ya Shamu na ukaweza kupita. Mungu akatawanya katikati ambapo wewe unaona kwamba sitafanikiwa, Mungu akatawanya, akagawanya bahari ya Shamu na wewe akakupa njia ukaweza kupita. Mungu anaweza akatoa maji yakatoka kwenye miamba na yakaja kwa ajili ya faida yako. Kwa hiyo endelea kumtafuta Mungu, wala usichoke. Mtafute Mungu maadamu apatikana. Bado nafasi unayo ya kumtafuta Mungu. Usiache. Mtafute Mungu. Na kama hujafanya maamuzi ya kumtafuta Mungu, bado wakati unao. Bado saa ipo ambapo bado Mungu anakuita. Saa ipo ambapo Mungu bado anao nafasi. Lango bado lipo wazi, limefunguliwa, lakini kuna wakati lango litakuwa limefungwa. Wanaopata ajali si kwamba walijua watapata ajali, lakini ilitokea tu, ndio maana nikaitwa ajali. Ni bahati bahati mbaya ambayo iliwatokea, ndio maana wakapata ajali. Hawakujua, lakini kama wangelijua kuna ajali, wangelimtafuta Mungu akawa upande wao, wakawa salama na ajali singeweza kuwatokea. Na wewe kwenye maisha yako, kama unataka usiwe mtu wa ajali, kama unataka usiwe mtu wa bahati mbaya, mtafute Mungu. Mtafute Mungu kabla ya ajali haijatokea. Hauwezi ukajua kesho yako itakuwaje. Kesho yako ipo mkononi mwa Mungu. Mtafute Mungu ili Mungu awe upande wako. Ukiwepo Mungu akiwa upande wako, hamna bali itakayoweza kutokea. Na jambo la pili, anza kuishi maisha matakatifu. Badilisha maisha yako, badilisha mienendo yako. Mienendo yako ambao unaokuwa unaishi, amua kuiacha na uamue kumkimbilia Mungu. Mungu ndiyo kimbilio ambalo ni la milele. Mungu ndiyo ambaye anayekuhakikishia kwamba utapata kile ambacho utakuwa unakitafuta. Maandiko kwenye kile kitabu cha Petro, kitabu kile cha Petro wa kwanza, sura ya kwanza na mstari wa 15 mpaka wa 16, maandiko yanasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mstari wa 16, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kama unahitaji kuwa upande wa Mungu, Mungu ni mtakatifu, na ndivyo hivyo na wewe unatakiwa kuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu nini? Ni kujiepusha na dhambi, ni kujiepusha na maisha mabaya, ni kujiepusha na mienendo ambayo isiyofaa, ni kujiepusha na dunia ambavyo inavyokuwa inaenenda, ni kujiepusha na mambo mabaya, ni kujiepusha na vile ambavyo Mungu hapendezwi navyo. Mungu hapendezwi na dhambi, na dhambi ni uasi.
Mtu yoyote anayefanya dhambi anamwasi Mungu. Mtu yoyote anayefanya dhambi ujue anafanya kila ambacho Mungu akihitaji, na Mungu anahitaji kuwa watakatifu kama yeye alivyo. Kama tukiwa watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu, tutakuwa upande wa Mungu. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen.